If I be a man of God, you must leave. Hey! If I be a man of God, you must leave. Baada ya kutazama sehemu ya kwanza na ya pili ya My Last House Help, leo nimekuandalia sehemu ya 3. Nyuma ya simulizi ni Lesha Boy na karibu tena kwenye Epic Recap Africa. Sehemu ya pili ilishia tukiona Pastor ameshindwa na majaribu, ikabaki amepoteza ufahamu. Alipoamka wote walikuwa wameshangaa. Pastor kauliza, "Baba Rex, nini kimetokea jamani? Ulipoteza ufahamu Pastor?" "Nikapoteza ufahamu mimi?" "Ndio." "Kivipi hivyo?" Pastor, unauliza kivipi yani vipi? Mimi mwenyewe sijui nieleze vipi au nielewe kipi. Ila ninachojua ni kwamba ulipoteza ufahamu. Na cha zaidi kabisa ni kwamba mwili wako wote mzima ulipoteza ufahamu, isipokuwa tu ulimi pekee. Ulimi ulikataa kupoteza ufahamu kabisa. Bibi Rex anajaribu kumtuliza mumeo, ila Rex amekataa kata. Akaendelea, "Oh my God. What are you sucking in the spiritual ring?" "No, he was sucking in the spiritual ring, no." Mwishowe akamuuliza Pastor, "Tuambie, kwani uliona nini?" "Baba Rex, nilichokiona ni kizito sana." Wakashtuka kwanza. Hebu msikie. "What I saw was thicker than what I was expecting to see. I saw something that was shivering my mama. It was shivering. And my whole body was in a state of nihilism. My whole body was in a state of lakuku lekeka." Pastor akasema kwamba alishindwa kabisa kujizuia. "Kwani hamkuona nilichokiona mimi?" "Inategemea na ulichokiona mtumishi. Kama ni kuona uchi wa mdada, kila mtu aliona. Mimi si kipofu, hata mke wangu aliona huo uchi. Hicho kitu ni kikubwa sana." Pastor naye akaika msisitizo, "It didn't just make me." "What? It didn't make me. Ala, wakashtuka kina Rexi. Kisha Pastor akaendelea, "Lakini adui ni muongo. Lazima tumkemee na tumshinde." Mke Rexi anakubali, ila Rexi anabaki kunungunika. Pastor, kwa heshima kubwa tafadhali tulisahau hili jambo." "Hapana, hatuwezi kulisahau hili jambo. Pastor hajafanya jambo lolote. Wewe mwache aishi tu." Pastor akakataa kabisa. Mke Rexi inaonekana amefurahi kweli. "Wewe nawe vipi? Kila saa ni thank you Jesus, thank you Jesus. Mwache pia Yesu apumzike. Mwache apumue jamani." Pastor endelea, wewe achana na huyu." Mke Rexi akamuhimiza Pastor. Na Pastor akaendelea, "Sister Tracy, hili ni vita kali sana. Lakini hili vita si vita la maombi. Ujue kuna vita unavyoweza kuomba na uvishinde, ila kuna vita huwezi kuvishinda kwa maombi." "There are some battles you don't pray about. Some battle requires praise and worship. Some requires fasting and meditation. Some requires counseling. Eyeball to eyeball conversation. And that is what I will do now." Hili vita letu nafaa kuongea na huyo mdada face to face. Ngoja kwanza. Huyu Pastor mbona ashaanza visababu vya kukutana na yule Shelly? Au wewe unaonaje hapa mtazamaji? Nitaongea naye na lazima ataondoka humu mjengoni. Pastor, hivyo sivyo ulivyosema." Mke Rex akamkatizia mchungaji. "Ulisema hili vita linahitaji maombi peke yake. Hivyo ndivyo ulivyosema wewe." "Hapana, hatuwezi omba tena. Tunafaa kuongea naye. Hebu mwite hapa. Mlete hapa." Tracy akamwita mdada wa kazi. Shelly naye akaja tena. Lo. Mungu wangu. Ingekuwa mimi huyu mchungaji, ningeomba niwe na private part. Sorry. Yaani namaanisha private namaanisha mpaka nashindwa kutamka. Namaanisha private session ya maombi tukiwa wawili. Majaribu kama haya yameshinda wengi sana. Mimi nikiwepo mmoja wao. Mdada naye akaja na nguo zingine za utupu. Pastor akamwambia akae chini. Pastor akamwanzia huku kijasho kikimtoka. "I want to know your mission in this house. Who sent you?" Shelly akamjibu, "Nilitumwa na mkuu wangu Mr. John. Na kilichonileta hapa ni kufanya kazi tu. Kufanya usafi, kupika, kuosha vyombo na kuhakikisha kila kitu kipo sawa." Rex naye akamsapoti. Na anafanya kazi vizuri sana. Pastor akajitahidi tena. "But that is not what you are doing in this house. Yes, what you are doing in this house is bigger than what you just said right now. You are here to destroy this home." "Hapana Pastor, mimi sipo hapo karibu boma la watu." Pastor kazidisha. "Now let me tell you what you don't know.
Tracy here is my daughter. She is my spiritual daughter, and I cannot watch her go in pain. The Bible says. Mke Rexy inaonekana anamshukuru sana Pastor, ila Rexy afurahi hata kidogo. Hebu nisikie msichana, mipango yako inaenda kuisha leo, kwa sababu mtoto wangu lazima arudishe furaha yake. Mke Rexy anaitikia tu, amen, amen. Pastor akazidi. Pastor alipokuwa anataka kumkemea, yule mdada akapanua miguu. Pastor akapata na kigugumizi. Akajikaza tena. If I be a man of God, you must be Rexy wakashangaa sana wakiwa na mkewe. Pastor tena akajaribu. If I be a man of God, you must be. Pastor anaonekana waziwazi anataka kutamka jina Live, ila ameshindwa kabisa na hayo majaribu. Mke Rexy akaamua kumsaidia. Nini shida na mchungaji? Sijui kinachoendelea. Ni kama anataka kutamka Shelly aondoke ila anashindwa. Pastor tena akajaribu. I refuse to be tempted. Okay. The Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. Pastor anapoendelea, Rexy akamkatiza akamuuliza, Pastor, kwa heshima kubwa, nani anajaribu kukuumiza? Hakuna yeyote hapa Pastor. Nilidhani ulisema hili jambo ni la kuzungumzika. Ni kipi shida sasa? Inaonekana kwamba unafanya deliverance na ulisema vita hivi sio la maombi. Pastor akajibu. Agadale brasagata. Sister Tracy, the Bible says we must flee from every appearance of David. What? David? Lolo. Mama yangu. Game over. Pastor ameshindwa kabisa. Rexy akashtuka zaidi. Pastor, umemtaja David wa nini kwa maombi? Pastor akaomba radhi. I'm sorry. I'm sorry. Pastor, every appearance of the devil. Rexy akajifanya tu. Oh, ulikuwa unasema devil, si David. Sawa. Pastor akaendelea tena. Sweating. She's making me sweat. Alipoona uchi wa mdada, akasemaje? He who fights and runs away live to fight another day. I have to leave. Walijaribu kumzuia asiondoke, ila Pastor kuona vya ndani alishindwa kabisa. I have to leave. Samahani kwanza. Kuna jambo ningependa tuliweke wazi sana kwa wanadada wote walio kwenye ndoa au mahusiano, na pia kwa wale wanaojaribu mahusiano. Kama mtumishi wa Mungu anashindwa kukemea hili janga la makalio, then who are we? Sisi ni nani? Sisi hatuna uwezo. Mumeo hana uwezo kabisa. Usimwite umbo huyo. Haya ni mambo ya kisayansi kwa Biblia. Rexy wakizidi kuulizana ni kipi kimempata mtumishi wa Mungu, yule mdada wa nyumba akapanua tena miguu. Rexy akashtuka tena, na hata mimi karibu nishtuke, ila tu wanaweza kudhibiti hilo sehemu kwa kuiweka bla. Huko naye kwa stairs, mtumishi wa Jehova ametoka mbio sana, manake majaribu yamemshinda kabisa. Rexy naye vipi? Ameuona mzigo life. Ona uchi jamani. Kumbe hiki ndicho Pastor amekiona akakimbia. Mke Rexy akaona wacha atazame, akageuza kichwa. Alichopatana nacho niko very sure kilimfanya jiulize kama yeye ni mwanamke au vipi. Alipigwa na butwaa akaachwa mdomo wazi. Shelly, Jesus, funga miguu zako wewe. Rexy naye kabla hajafungwa ameweza kutazama. Nitakuwa leo. Hapo nao ndipo inakuwa mwisho wa sehemu ya 3 la hili filamu itwalo My Last House Help. Ukitaka kujua kama mke Rexy atajaribu njia nyingine ili kumfukuza huyu mdada wa kazi, tafadhali usikose kutazama sehemu ya 4. Pastor na maombi yake yameshindwa. Bofya subscribe button ili uweze kuipata sehemu ya 4 pindi tu nitakapoiposti. Pia utaka kusikiliza wimbo uliopo mwishoni wa hili movie, link ipo kwenye description. Naitwa Elisha Boy ndani ya Epic Recap Africa. Asanteni. Fanya mina kondeana kuliko zama kana benda happy.